hello guys, are you okay? Kama uko okay, andika pale kwa comment section I'm okay. Kama yuko okay, tuambie why you not okay. Tukupigie maombi live. Na Mungu atafanya mambo yake. Atatenda. So guys, it's another day, tunashukuru God. Tunashukuru everyone mwenye amekuwa supportive kwa hii journey. Tunashukuru kila mtu ambaye ametushikilia hapa na pale. So guys, kitu ambacho sisi tunaendelea kufanya ni tunaendelea kufuatilia hii story na ambayo tuliweza kuiona. Tuliweza kujingiza. Sisi anatajingiza kwa mashida. Tunajingiza. Kaya hadi mimi tunajingiza kwa shida. Tunajipata ngatu tuko kwa shida. So guys, kama umeona the previous video, tumethreateniwa. So guys, mkiona mkitusikia wale watu ambao walituona, msikie tumethreateniwa. Maisha yetu is in danger. Our lives are in danger. Our lives are in danger. Na wametuambia ile hidden camera yenye tuliona, tumeona wamesema wanataka kutuua, wanataka kuua wale wasichana. Wale wasichana ambao tulisaidia walikuwa wakimenyanyisiwa. Helen na ule mama mwenye nani. So guys, tujue tutafanya aje. Sasa hadi tunaishingi tumesha kutoroka. So guys, keep praying for us. Wale ambao wanaulizanga Brian nilienda wapi, keep praying for Brayo. Yes. Pray for Brayo aendelee ku recover. Tuliomba hadi 10,000 ya scratches mkatulenga, ni sawa tu. Tunanga mambo mengi, sawa tu. Zali tuna mambo. Mungu atasaidia. Mungu atasaidia. Si lazima tu nani. Tulielie kila saa. Unazamanga ufai kulia kila saa. Saa nyingine jifanye uko poa. Just assume you are good even when you are not. Unajua shida zingine unavumilia tu. Hata ukiambia mtu kuna venye hawezi kusaidia sana vile kama Mungu. So family, by the way, na msisahau and then msubscribe hizo channel zote. Msubscribe. By the way, channel yenye tuko ndani ni channel mpya. Na hii channel tuisukume guys. Tuisukume hii channel. At least tuione itafika mahali wapi, si ndio? Itafika. Mteule wa Mwenyezi Mungu. Natumai kazi ambayo niliwapatia bado mnaendeleza. Tunajitahidi mtumishi wa Mungu. Bado mnaikumbuka mlisahau? Nakumbuka. Kama unakumbuka, dhabihu ya mtume ilifika? Haikuweza kufika bado. Mbona hujaifuatilia? Wale watu wanajua jambo la kusaidia ni jambo la mtu, ule mtu ana kwa hiari yake. Unaona? Sasa mimi siwezi lazimisha watu wakuje wasaidie. Mimi nikaachana nao ni walikuwa nani? Unless kama labda mwenye atataka usaidizi yani aambie. Kwa muda huu itabidi walazimishe. Itabidi kila mmoja ambaye kila mara analeta malalamishi kwa mitume, kwa kuwa ni wengi sana. Wanaleta malalamishi wengi sana. Kwa hivyo itabidi muwalazimishe wakamilishe jambo ambalo mtume aliwaambia. Nalisikiliza? Jambo la pili, bado kazi ambayo niliwapatia. Umeacha kiumbe cha Mwenyezi Mungu kimekuwa mifupa. Inafaa kianze kutengenezwa nyama ili kirudi sawa. Na kitu ambacho kinahitaji ni damu, kuoshwa na damu. Damu ambayo niliwaambia mtafute iko wapi? Tumejitahidi. Sema tu kweli mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Tumejitahidi yetu yote lakini hatujaweza kufanya. Unajua kila mara nikiwaambia mnasema mnajitahidi. Kwa muda usi muda wa kujitahidi, inafaa mfanye kwa vitendo. Msiniambie mnajitahidi. Inafaa mhakikishe mmefanya kazi ambayo inawapatia kwa muda. Hata iwe usiku iwe mchana, inafaa mhakikishe mmemaliza jambo ambalo mimi nawaambia. Kwa sababu hatuna kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Hakiwezi hata simama. Kiko pale kama mti. Inafaa mkishughulikie ili kiamke tena. Unanisikiliza? Kwa hivyo hakuna muda wa kupoteza. Inafaa mhakikishe mmepata damu ambayo inahitajika.
muhakikishe mmepeana kile ambacho sisi tunahitaji. Kuna wale ambao nilisema watoe dhabihu shilingi 500. Walifika wangapi? Walifika 8. 8. Hao watu 8 majina zao natumai mliandika vizuri. Ndio, niliandika vizuri. Nataka unipatie haya majina baada ya hapa. Ndio mteule. Haya majina nataka uende uyaweke katikati ya Biblia. Nitakuja kuyachukua. Ndio mteule ndafanya. Biblia ambayo tuliwapatia mtumikie hiyo moja, nataka mweke katikati haya majina kisha na yakujia. Mmesikiliza? Ndio mteule. Naenda kuyashughulikia kwa muda huu. Wale ambao hawakuhitaji msaada wangu, nimemalizana nao. Ambao walihitaji msaada nimechukua. Ile ya mtume bado iko pale pale. Mpaka wakati ambapo atakamilisha watu 20, watu ambao walitaka watu 20 ndio aanze kazi yake. Kwa hivyo inafaa muhakikishe mmekamilisha kazi ya mtume. Baada ya hapo kuna haya mafuta ambayo tawaletea nyinyi wenyewe mjaribu. Muone kama kweli yanafanya kazi kama yale ambayo yalikuwa holy oil. Kwa sababu I believe in Christ 2025 ni mafuta ambayo yameungana viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu. Holy oil iliungana na mitume peke yao pamoja na miteule. Ila haya yameungana mitume, miteule, viumbe vya Mwenyezi Mungu, wote wamehusika kutengeneza haya mafuta. Na ni kwa ajili ya mwaka wa 2025. Kwa hivyo kitu ambacho nawaambia, nataka muhakikishe mmetafuta watu wote ambao wamekuwa wakiwasaidia, watu ambao wamekuwa wakisimama na nyinyi, watu ambao wanahitaji msaada wa dharura kwa maisha yao mwaka wa 2025. Ambao wale ambao wanalia kila wakati mwaka wa 2025 ni mwaka wangu. Nataka basi wachukue mafuta ili yawadhihirishe na yawape sababu ya kusema ya kuwa 2025 ni mwaka wangu. Mnanisikiliza? Ndio tunakusikiliza mteule. Hakuna kupoteza muda. Tunapeana mafuta kabla mwaka huishe. Na si kabla mwaka huishe. Tutapatiana kwa mwezi moja ili yasaidie paka mwaka mzima. Ni mwezi moja pekee yake tunapeana. Kwa hivyo inafaa kuanzia kesho muwe mnasafirisha mafuta. Mmenisikiliza? Ndio mteule. Na tunaanza na watu 5 wa kwanza ambao wataleta ushuhuda katikati ya wengine. Unanisikiliza? Kweli mteule Mwenyezi Mungu. Ukiangalia holy oil ilianza na watu 5. Ikaleta ushuhuda mwaka 2024. Haya yanaitwa I believe in Christ 2025 ambaye ataleta ushuhuda mwaka 2025 kwa watu 5 wa kwanza. Kwa hivyo nataka muhakikishe mkiendelea kwa mambo yenu ya kuongea, muhakikishe mmehusisha mafuta ambayo nimewaambia I believe in Christ 2025. Semeni I believe in Christ 2025. I believe in Christ 2025. Rudia tena. I believe in Christ 2025. Hayo ndio mafuta ambayo yamekuja. Ni mafuta matakatifu ambayo yameungana kwa muungano wa mitume, miteule pamoja na viumbe vya Mwenyezi Mungu ambayo ni clones ambazo mnaona. Kabla clone aishiwe nguvu, alihusika kutengeneza haya mafuta. Kwa hivyo nataka muhakikishe mmeuza haya mafuta. Kesho nataka muanze safari ya kupeleka mafuta. Unanisikiliza? Kwa watu 5 wangapi? Wa kwanza. Wacha niwaambie, ni kwa nini nimesema 5 wa kwanza? Hata mwalimu akipatana kitu darasani, huwa anapatia wa kwanza ambaye amepita. Unanisikiliza? Na kinakuwa kinamfaidisha. Yule wa nyuma huwa ikimfaidishi. Kumaanisha nini? Haya mafuta yanafaa wale ambao wanataka kusaidika kwa haraka na wale ambao wana matatizo mengi na wanataka kusaidika kutoka kwetu. Mwaka huu 2025 wachukue mafuta wa kwanza. Na mafuta ya kwanza yanakuwa mafuta matakatifu kwa sababu yanakuwa yameteuliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kuonesha ya kuwa kuna uwezekano au kuna muungano wa wewe na Mwenyezi Mungu kupatana kirahisi katika maombi. Kwa hivyo nataka kila mmoja ahakikisha amechukua haya mafuta. Hata kama ulichukua holy oil, chukua I believe in Christ 2025 ya mwaka huu. Ndiko maana tumeweka I believe in Christ 2025. Ni mwaka huu ambao mnataka baraka. Haswa kuna hawa wanadada ambao wako nje za nchi wanahitaji haya mafuta katika familia zao. Kwa sababu ukiangalia familia kama ya huyu mzee ambaye
anapanga kuangamiza familia yake. Kuna mzee ambaye anapanga kuangamiza familia yake, au unadanganya? Nikidhani mmefikishiwa taarifa. Kuna mzee ambaye anapanga kuangamiza familia yake, watoto pamoja na bibi yake ambaye yuko ng'ambo. Huyu mwanadada inafaa chukua haya mafuta kabla mambo hayajaribika, kwa sababu kwa muda huu yuko anakuja Kenya, ila ameshapangiwa ni jinsi gani ataangamizwa. Lakini akiwa na haya mafuta, I believe in Christ 2025, hataweza kufikiwa. Watoto ambao mko nao inafaa mtafute pesa, hatuwezi patiana bure. Ni watoto wangapi? Wawili. Hawa wasichana wawili ambao wanataka kuangamizwa, inafaa mtafute hela, muwachukulie kila mtu mafuta ngapi? Moja moja. Unanisikiliza? Bei ni ile ile. Nyinyi ni mtani yenu, mtafutia wasichana mafuta wawe nayo ili yawalinde hao wenyewe, kwa sababu hivi vita ambavyo mmejiingiza ndani si vita rahisi, na mtavimaliza vile mnafikiria. Kama unadhani mtavimaliza rahisi, basi kuna umwagaji wa damu kwa hii vita, na kitu ambacho kinaweza simamisha umwagaji wa damu ni I believe in Christ 2025. Mmenisikiliza? Swali ambalo mko nalo nataka mniulize haraka haraka, muda wangu hauniruhusu, nataka kuingia katika maombi. Je, mna swali? Hatuna swali mteule. Sina swali. Una swali? Ndio mteule, nina swali. Uliza haraka haraka, muda wangu unakataa. Kwa mfano kama mimi nakuwa na shida, sina appetite. Kwa mfano nikiweka haya mafuta yataweza kunipatia appetite. Kitu kama appetite. Wewe unasema una appetite. Ni nini huwa ukuli? Wakati mwingi nasikia ugumu hata kula. Chukua mafuta kisha uniletee majibu. Haya hatuwapatii bure. Kuna mafuta ambayo tunapatia bure. Holy oil tunapatia bure moja. Mnakumbuka? Haya tupatiani bure, kwa sababu ni mafuta ya nguvu ambayo yameungana mpaka viumbe wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi patiana nini? Bure. Kwa hivyo nikidhani mmenisikiliza. Ndio tunakusikiliza mteule. Muda wangu umeisha. Kama una swali lingine, nataka tukutane tuelezane. Mteule. Tukutane kwa muungano wa familia yote.